Kama jinsi mnaonavyo hapa, mimi ni mwimbaji. Mimi nikiamka tu anakuwa na tabia sana ya kuimba, kwa sababu sasa kama wakati sina sehemu pa kwenda ama sina cha kufanya nyumbani kingine, nikiamka tu na nao usoni naanza tayari, unaona, kwa sababu hata kwa nafasi ambapo unaishi hata majirani wanakaa, yani wanakuwa wanitoka sana na fio na wekaka. Nasikia mama wanasema kurinduru ngao ya mingi tu, lakini nao sinakuwa nashukuru Mungu kwa sababu wameshaelewa, kwa sababu ni muziki ni kama sehemu ya maisha yangu. Muziki jinsi ninavyochukulia mimi, naona kwangu ni kitu kikubwa sana, japokuwa uwezo wangu unakwenda kuniangusha chini. Nina nyimbo nyingi kwa daftari, lakini sijawahi kupata uwezo kusema kwamba naweza nikarekodi nyimbo. Nazidi kumshukuru tu Mungu kwa hilo, kwa sababu nasubiri muda Mungu ufike, nasubiri bila kuchoka nguvu yake, nasubiri muda Mungu ufike, nasubiri bila kuchoka nguvu yake, nasubiri muda Mungu ufike, nasubiri bila kuchoka nguvu yake, nasubiri muda Mungu ufike, nasubiri bila kuchoka nguvu yake, nasubiri muda Mungu ufike, nasubiri bila kuchoka nguvu yake, nasubiri muda Mungu ufike, nasubiri bila kuchoka nguvu yake, nasubiri muda Mungu ufike, nasubiri bila kuchoka nguvu yake, nasubiri muda Mungu ufike, nasubiri bila kuchoka nguvu yake. Nakushukuru Yesu Kristo, matendo yako yapita fahamu, uweza wako ni wa maajabu, shukrani sifa zote ni zako. Nakushukuru Yesu Kristo, matendo yako yapita fahamu, uweza wako ni wa maajabu, shukrani sifa zote ni zako. Jambo tena, kwa majina naitwa Amigo Gospel Espoir. Mimi ni mtoto wa 6 kwenye familia ya watoto 8. Nimefanikiwa kusoma, lakini nimepata diploma ya sekondari, na ndiko ambapo nimeisha, kwa sababu ndo nafasi ambapo uwezo wangu umeishia. Sikukuwa na uwezekano wa kusema kwamba naweza nikajiendeleza tena kujilipia, na hapa nilipo sikupata uwezo wa kusema eti kwamba niingie kwenye university, lakini namshukuru Mungu, japokuwa nimeishia kwenye diploma tu ya sekondari, nao ni ya maana pia, kwa sababu kuna wengi sana ambao wanaikosa, hawana nayo. Lakini kwa hii kidogo, japokuwa maisha ni magumu, mahangaiko, nimehangaika sana kusema kwanza tu mtu kusema nipate diploma yenyewe kwa sekondari, imenigharimu sana, imenisumbua, lakini Mungu amekwenda kusaidia na nimekwenda kunani, kwa sababu nakwambia kwamba Mungu kila siku akinamtupa mja wake, hata kama maisha yanaweza kukuia vigumu namna gani, kuna jinsi tu Mungu anakuwa anatumika, unakuwa hautakosa kile kidogo kidogo. Kama jinsi mnaonavyo hapa, mimi ni mwimbaji. Mimi nikiamka tu anakuwa na tabia sana ya kuimba, kwa sababu sasa kama wakati sina sehemu pa kwenda ama sina cha kufanya nyumbani kingine, nikiamka tu na nao usoni naanza tayari, unaona, kwa sababu hata kwa nafasi ambapo unaishi hata majirani
wanakaa, yani wanakuwa wanachoka sana na fio na wekaka. Nasikia wamama wanasema kurinduru ngao ya mingi tu, lakini nao sinakuwa nashukuru Mungu kwa sababu wameshaelewa, kwa sababu ni muziki ni kama sehemu ya maisha yangu. Muziki jinsi ninavyochukulia mimi, naona kwangu ni kitu kikubwa sana. Japokuwa uwezo wangu unakwenda kuniangusha chini, nina nyimbo nyingi kwenye daftari, lakini sijawahi kupata uwezo kusema kwamba naweza nikarekodi nyimbo. Nazidi kumshukuru tu Mungu kwa hilo, kwa sababu hakuna ambacho kinamshinda Mungu. Ikiwa Mungu amenipatia talent, ana maana sana ya mimi kuwa hivi nilivyo. Naimba kwa sababu uimbaji ni sehemu kubwa sana. Yaani uimbaji unachukua sehemu kubwa sana kwenye maisha yangu. Nakumbuka siku moja niambia mwenzangu, mimi kuliko mimi niache kuimba ama sauti yangu ishe, afadhali nakufa tu, kwa sababu naona kwamba uimbaji ndio naweza kuwa kama mlango wa kufikia baraka yangu ambayo Mungu amekwenda kunipangia. Kwa sababu ukiwa Mungu amenipatia hii talent, iko na shabaha. Na ndio maana sikuwa kinakata tamaa, naendelea kupambana vile. Asante sana. Taimba kanyimbo ni kazuri sana. Naamini neno lake alilosewa nami Bwana, naamini neno lake huyu Yesu, naamini neno lake, naamini wewe, najua tatimiza. Alisema nami kwamba toniacha, nami naamini nitafikia. Alisema nami kwamba toniacha, nami naamini. Na kingine tena nakwenda kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu amekwenda kunipa kweli kipaji, akanipatia kipaji. Na kingine tena ambacho yani ninazidi sana nikishakati na kuwa na tafakari sana. Yaani amekwenda kunipatia ule ujuzi wa kujua kwanza neno lake. Nikikaa sasa kwa tunaikaa hivi na kutanisha tu nyimbo na nikuya tu. Sometimes hata nikilala sana naota nyimbo, nikishaamka naikumbuka vile vile si nimeiota. Naimba, kwa sababu kuna wengi ni waimbaji kweli wanaimba, lakini hawajui kutunga, hawana nyimbo zao za kusema eti kwamba nikipata yani fursa ya kusema kwamba naingia studio nitatoa wimbo wangu fulani. Lakini mimi namshukuru Mungu kwa sababu amekwenda kunisaidia, nyimbo ninazo nyingi sana. Na akakwenda kunifuata tena yani nimuogope kwanza. Kwa sababu unajua kama kuna waimbaji wengi ambao hawamuogopi Mungu. Unakutanisha mwimbaji yani aeleweki wamkamatie wapi. Maisha mara kwa kanisani, mara kwa klabu, ailala make vitu vingi sana, haeleweki. Unakutanisha japokuwa na kipaji, lakini ni kama inakuwa kama ni tusi ya kuchukana jina la Yesu. Ndio maana kabisa nakwenda kumshukuru Mungu kwa yote ambayo amekwenda kunifanzia. Naamini kwamba kwenye hii kipaji, naamini kwamba Mungu hatakwenda kuniacha. Ikiwa Mungu alikwenda kuweka hiki kitu ndani yangu, yani ana malengo na mimi, na naamini kwamba kabisa atakwenda kunitendea muujiza. Asante, shalom shalom. Nasubiri
nasubiri muda Mungu pekee, nasubiri bila kuchoka makuu yake. Nasubiri muda Mungu pekee, nasubiri bila kuchoka makuu yake. Nasubiri muda Mungu pekee, nasubiri bila kuchoka makuu yake. Nasubiri muda Mungu pekee, nasubiri bila kuchoka makuu yake. Sasa hivi iko angeviacha ndani tu pekee na shida. Ama tutaipiacha juu mimi nipate ndani yako ya kukwambia acha unaharibisha. Adoningani natumaini na kufikia. Sikia. Maki onde pose. Bado ningali natumaini na kufikia ndoto yangu. Bado ningali natumaini na kufikia ndoto yangu. Naona kuteba sitakufa kabla kabla sijaona. Okay, alilolisema nasubiri muda Mungu pekee, nasubiri bila kuchoka makuu. Yeah, encore nasubiri, come on. Nasubiri muda Mungu pekee, nasubiri bila kuchoka makuu yake. Nipo kwenye foreni, zamu yangu na mimi itafika. Nipo kwenye foreni. Okay, hapo. Nipo kwenye foreni, zamu yangu na mimi itafika. Sababu najua nimuliko kwake Yesu. Nasubiri muda Mungu pekee, nasubiri bila kuchoka. Mimi nasubiri kweli, nasubiri kweli. Sasa kwa muda kama na huu unakuwa na zoezi sana la kukutanana na marafiki, unaungana na wengine kwa sababu ya kuzidi kujiongeza maarifa, kwa sababu unajua kwamba kila kipaji ama kazi yoyote ile kama haujifai kuwa mzoefu, sometimes inakuwa na kuya vigumu. Ndio maana sasa tunakuwa kama hivi, tunafanya repetition kidogo, tunafanya mazoezi kidogo, kama jinsi mlikuwa mnaona history tunaenda hapa hivi, wanahusiana na tunakusoma. Yeah. Yaani maisha yetu nasema ni muziki. Popote kwetu huko tunaanza ni muziki. Sometimes hata kuna wakati tunashindwa kula kwa sababu ya muziki. Sasa kama ndugu yangu hapa hivi toka asubuhi hajakula. Unaona? Tuko kwenye repetition. Sasa ni vitu ambavyo lazima, yani viko ndani yetu. Tunafanya vitu ambavyo viko ndani yetu, watu wengi kwa sababu tunaona mwingine ameimba, hapana. Yaani muziki kabisa na nini? Kwa sababu ukishaangalia kama mimi hapa mimi sina cha kufanza zaidi ya uimbaji sana. Nikiangalia nilikuwa nafanya zamani uchuuzi wa kulisha manguo, ikanivuruga na nini mtai kwa sasa mteka kwa kidogo ndati kwa mrazi uzima wangai Burundi warahindutse cyane. Sasa ndo vile, lakini vraiment uimbaji ni sehemu kubwa sana, yeye achukua sehemu kubwa sana maisha yangu. Nikilala nikiamuka ni uimbaji. Yaani nikishafanya sasa napata tu wanapitia hapa imba kabisa. Unaona? Ndaziko hamwe ni maana kabisa tukora ilikome cyane. Nashukuru sana na nawapenda zaidi. Nasubiri muda Mungu fike, nasubiri bila kuchoka makuu yake. Sawa. Hapa hivi tunataka tupiga sa ritme ni tunamake na toa mawazo tu mkichwa tunapiga. Tushanje ritme kidogo lakini ndio inakuwa vizuri. Sasa tunataka wewe kwanza na tupate kwa ritme. Ritme yote utasikia tu sisi tunaimba.
nimtazame mwingine nani, nikimbilie mwingine nani mie, nimtazame mwingine nani, nimkimbilie mwingine nani, wakutatua matatizo yangu mimi, wakuniponyesha magonjwa yangu mimi, wakunisaidia ni Mungu, ni Mungu, ni Mungu tu Baba, ni Mungu kweli, ni Mungu tu. Espoir ndamutse nk'umubanyi, ndamutse nk'umwana yatanguye kwiga, ariko tukanezezwa n'ukuntu aririmba. Turi ngaha by'ukuri aguma aririmba buri mwanya, n'abana bakamutangara ukuntu aririmba. Tukabona yuko nkaje nk'umubanyi ndabona yuko afise, navuga yuko tarazo kuririmba, ndabona ko afise no gushaka kuririmba, kandi nkabona yuko mu minsi ashaka gutera imbere. Ariko turabona ko ari intambamye afise, nuko abuze umuntu amushigikira, kuko arose umuntu amushigikira turabona yuko yoshobora gutera imbere, hakaba maririmbyi baririmba nk'aba Davidi bande, abantu bose baririmba gospel music, izi ndirimbo z'Imana, hamwe umuntu yomufasha by'ukuri yotera imbere. N'aba basirare mbonye bo mu Rwanda nabo nyine batanguye buke buke tubabona, mugabo mu nyuma turace tubona yuko baje bakomeye. Rero muri make dusanga ko bamushigikira, kandi bamaze kumushigikira turabona yuko hari ikintu cyoboneka kavamo kinini, kuko kenshi umuntu iyo ashigikiwe cyane cyane impano ziwe ziratera imbere, kandi nawe nyene agafata, novuga yuko kuririmba akabifata nk'umwuga. Nukuri turasavye abantu babishoboye, abantu bafise uburyo, Espoir Mihigo turamuzi kandi turamwizeye ko ashobora kuvamo ikintu gikomeye, kuko hajya mu bisanzwe umuntu wese aba afise ikintu akomeye mu ashobora gukora. Nkuko uvuga ati umuntu ashobora gukomera mu mupira akagira gute, mugana n'umwana ashaka kumubona ati aha akomereye. Na umuntu wese ukora gukurikirana nga mu rubuga, parce que abafaransa bavuga yuko avec les médias le monde est devenu un petit village. No kuvuga yuko ahaziye ibintu vy'amateleviziyo, mbonesha kure, eka n'ibindi, ubu umuntu ashaka gukurikirana, eka muri YouTube naho umuntu ashaka kumenyekana. Rero dusaba yuko mu mushigikira mukamufasha, kandi turabona ko ari ikintu yova mu buzima. Rero sabo nga mu Burundi eka nabo hanze, turizera yuko ibintu byose bizoshikana kure. Je ndamuvugiye nk'umuvugizi kandi nk'umubanyi nk'uko tubanye, nukuri ibintu arabishoboye, kandi mu mushigikira tubona ko ari ikintu azovamo. Kwa majina naitwa mchungaji DJ Shabani. Mimi ni mchungaji wa kanisa linaloitwa Bonde la Ufungulivu, kwa Kifaransa inaitwa Église de Réveil Spirituel Vallée de Délivrance, inapatikana pale ku 11 Kamenge. Na kama hisi nimepata waliko wenu ili kumshuhudia kijana Espoir Mihigo. Huyu kijana kabisa ana kipawa cha uimbaji na anatumika kwenye, yeye ndo anahusika na uimbaji ndani ya kanisa, vichwa malouange, adoration, yeye ndo anavisimamia. Unajua katika maisha kuna vijana ambao wana vipawa ambavyo vinahitaji kusapotiwa. Sasa kijana huyu kwa kweli ni kijana ambaye anajitoa kwa muziki, ila bado anastahili kusapotiwa. Na hata sisi wachungaji vile vile, kihususani mimi mwenyewe, labda ninapangilia wakati mwingine naweza nikafanyikisha, naweza nikamsapoti, lakini haijalishi kama kunaweza kuwa watu wa bonne volonté ambao wanaweza kumsapoti kwenye kitengo kile cha uimbaji inaweza kuwa mzuri sana.
sababu ana sauti kabisa ya kuimba, na anapoimba kanisani hata watu wengine wanabarikiwa. Watu wa kusimama kumsapoti, kwenda kumpatia hata za kununua maji wanampa pale sababu ya uimbaji wake. Kijana ambaye anajitoa sana, ila anahitaji sapoti. Kwa hiyo naweza nikaombea kwa wale watu ambao wanaweza wakafurahia hata kupitia nyimbo zake, wanaweza wakamsapoti, watu wa bonne volonté, sababu kazi hii ya uimbaji kama una sapoti hauwezi ukaendelee kabisa. Kama tunaona watu wengine wanaendelea na muziki sababu wana sapoti. Unaweza kuwa unajua kuimba, kutunga nyimbo, lakini pesa zinakulimite. Lakini wakati unapopata hizo hela, watu ambao wanakusapoti wa management, inaweza kuwa mzuri sababu unainvestire mu wazire ya muziki. Ni inasaidia hata kupanua mambo ya injili kupitia nyimbo, sababu katika injili kupitia nyimbo kuna watu wameokoka kupitia nyimbo wengi sana. Utasikia mimi nimeokoka sababu ya nyimbo, wakati nimesikia fulani anaimba hivi nikasikia nikabarikiwa. Tukiangalia watu wengi kuja kumhubiri nyumbani, njoo kanisani hivi na hivi, inakuwa wachache sana, lakini wengi huwa wanapitia kwa nyimbo, zinawajenga sana, wanapitia maisha fulani, janga fulani, lakini wanaposikia jinsi mtu anavyoimba, maneno ya wimbo inafanya wengine na wakogota hata kwenye kanisa. Kwa hiyo naweza nikasema kama vile mchungaji wake, Mungu aendelee kumsaidia, na pamoja japokuwa tunaweza tukaomba, lakini pesa zinahitajika. Sisi hatuko wale watumishi ambao tunaambia mtu tutakuombea tu. Ndio kuomba ni ya lazima, lakini ifo kumwombea tena ili Mungu amfungulie marafiki wa ndugu ambao wanaweza wakamsapoti kwa kitengo hicho cha waimbaji, ili apate kuinuka na kuendelea mbele na ajulikane kwenye mataifa kama gisi waimbaji wengine tunawaona, wakina Rosa Mwando, wakina Bahati Bukuku, Boni Mwaiteg, waimbaji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakina Mike Karamba tunawaona, wa Jose Nzita na wengine. Hata hapa Burundi kuna waimbaji wengine wanaendelea na uimbaji. Sababu gani? Wanapata ile sapoti, na inabidi pamoja na maombi, ili Mungu amfungulie nia ya moyo wake, apate kuendelea kule mbele kupitia nyimbo za injili, sababu zinaokoa wengi, zinamtukuza Mungu. Hayo ni machache ambao ningependa kushuhudia kwenye kamera hii, ya kwamba Espoir Mihigo ni mwimbaji kabisa ambaye anahitajika, ambaye anahitaji kusapotiwa katika huduma hii. Asante. Atizame manguo tu. Tosha mama muoneshe. Tofauti na kuimba, kama jinsi mnavyoona hapa hivi, ni kazi ambayo huwa nafanya. Sina mtaji, lakini huwa tunaungana na rafiki zangu ambao wamejaliwa kupata ule mtaji kidogo, tunaungana, tunasaidiana, ile ambao tunapata faida ndogo wanasaidia, kama na naishi hivyo hivyo tu. Yeah. Ndio maisha ambayo kama jinsi mnaona hivyo naishi. Yaani naweza nikasema naishi tu ni kwa neema ya Mungu kabisa. Nikiwa na stress na kuja sehemu kama na hii, kuja kupunga upepo kidogo, na tulia, na alika marafiki zangu wale ambao tunashiriki nao kwenye kanisa, kuimba nao, tunakuja tunaongea mambo mengi. Unakuja kujikuta kwamba kutokana na maongezi ambayo utakayoongea ya Mungu nini, mambo kama vile, unakia kutanisha kwamba stress inakuwa kama inapungua kivile, kwa sababu unakuta mtu iko na vitu vingi sana ambavyo vinamsumbua katika maisha. Ndio maana unakuta muda kama na huu unakuja hapa hivi unatuliza, hatuna kitu, lakini unakuja tu unatulia, mambo kama vile. Ndio maana unakuta kwamba tunachukua muda fulani kuja kujitoa mawazo, mambo kama vile.
Kuna wengi ambao wanaweza kuona tunakuja tunakaa hapa hivi wanaweza kama tuna pesa, hatuna pesa. Ini ndirimbo yo guhimbaza Imana, sindirimbo yo kwiganyira kandi. Ini ndirimbo y'ibyishimo, sindirimbo y'umubabaro kandi. Byarahindutse. Katika yote hatutakosa kuwaomba msaada watu ambao mnatufuatilia, kwa sababu ikiwa injili tunazo nyingi sana za kufikishia watu ili wapate kumpokea Yesu Kristo, lakini uwezo kusema kwamba nyimbo tunazo, lakini uwezo kusema kwamba tuende kurekodi ndo tunakosa. Sasa tuko tunaomba msaada kwa yote ambaye atakayeguswa apate kutusaidia kwa ile kidogo ambayo Mungu atakayombariki nayo. Naamini kwamba Mungu atakwenda kukubariki. Na kuaga ni lazima niende kumalizia na kanyimbo kadogo ambako ni kangu ambako naandaa kutoa kwenye hii masiku. Bado ningali na tumaini la kufikia ndoto yangu. Bado ningali na tumaini la kufikia ndoto yangu. Sitakufa kabla sijaona alilolisema kwa maisha yangu.